We appreciate you. Ni mtoto wetu na tunawapenda. Yule mtoto wetu mwingine ako wapi? Githurai. Tuwaone. Githurai is our second born. Sisi kama Fountain, sio? Yeah, Githurai is our second born. Our first born ako Shiranga, Shilo, our first born. Thank you so much for coming. Kariobangi South. Thank you. We appreciate you. Sasa tumebakisha kanisa letu la Mother Church. Dadora. Yes, thank you so much. Thank you so much for coming. I believe hakuna yenye nimeacha. Kuna wale ambao wamefika na hawako kwa delegation ya wa guest minister, lakini wako hapa wa kanisa lingine. Tunaweza simama tukawaone. Any other person in attendance, not a member of Hope and not a member of our guest pastor's delegation? Kunaye? Thank you so much. Tuweze appreciate vizuri. Thank you. Na washukuru wote kwa kufika. Hili jambo tulichukulii kwa urahisi. We value you and we shall always continue to value you for responding to our invitation. May God bless you so much. Amen. Ningetaka kupeana just 2 presentations and then we shall move to the next level. First presentation, Pastor Sarah Joroge. Akimaliza next in line, Pastor Gerard. Get ready. Pastor Gerard, in the meantime, do ikifika wakati wako to save time, you can be heading over your gadget. Tuweze kumkaribisha tena kwa makofi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naona mkochojo. Niliwaambia mkae tayari ili mkubatie neno, mlishike salama, mkimbie nalo, mkalitimize. Hallelujah. Kwa hivyo tuko chojo, mchungaji. Hallelujah. Na najua leo Bwana naenda kukutumia kwa njia kuna ya kipekee. Mimi ni jembe la pale Mweki na nashukuru Bwana. Twende kasi DJ. Hallelujah. Hey. Kai kwa dhogomana. Na uhe volume. Hallelujah. Sikiliza ewe taifa, taifa la Kenya, mtumishi wangu. Sikiliza mteule wangu, nilikuumba tangu mwanzo. Nitatimiza ahadi zangu, nilizoahidi zamani zile. Nimekuja kukusaidia, taifa la Kenya, usiogope. Baraka zangu
moto katika ukame wako. Bwana asema nitamimina roho wangu kwa uzao wako na watoto wako, nitawamwagia baraka zangu, asema Bwana. Yeye asema baraka zangu zitachipua kama nyasi kwenye maji mengi, kama majani kando ya mto, ina utukufu. Bwana asema wengi watakuja kutoka mbali kuijilia nuru yako, kwa yale yote nimekutendea, asema Bwana. Yeye asema. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Wengi wataijilia nuru yetu kwa vile Bwana atatutendea na ameanza kutenda. The revival is on in Jesus name. Ukatili hautasikika tena katika nchi yako, uharibifu na magamizi ndani ya mipaka yako, bali utazita kuta zako, wokovu na malango yako sifa, kwa yale yote nitakayokupa, asema Bwana. Yeye asema baraka zangu zitachipua kama nyasi kwenye maji mengi, kama majani kando ya mto, ina utukufu. Bwana asema wengi watakuja kutoka mbali kuijilia nuru yako, kwa yale yote nimekutendea, asema Bwana. Yeye asema Mwenyezi Mungu mkombozi wetu, Bwana wa majeshi. Yeye asema mimi ni mwanzo na tena mwisho, hakuna mwingine duniani kote. Ninawasihi wa Kenya wote, wacha tumwabudu yeye peke yake, tumpe sifa na utukufu na heshima. Yeye ni Bwana. Baraka zangu zitachipua kama nyasi kwenye maji mengi, kama majani kando ya mto, ina utukufu. Bwana asema wengi watakuja kutoka mbali kuijilia nuru yako, kwa yale yote nimekutendea, asema Bwana. Yeye asema. Pigia Bwana makofi. Haleluya, mbarikiwe sana. Haleluya. Okay. Ni nyimbo ya wazee tu lakini ni reggae. Reggae style. Kwa hivyo hamtachoka sana. Haya, sasa tugoje. Sasa mkono juu kidogo. Kidogo. Naitwa Victory. Victory. We are victorious. You give me a shield Kanyanga of sasa. victory. Kanyanga. You stood down to make me great. Your right hand protected me. You make me gain the victory. You make me gain the victory. Shout out joy and victory.
victory. I trust you, Lord, for my victory. Shout out joy and victory. Victory, victory. Singing songs of victory. Victory, victory. Victory, victory. There means one victory. I have a mark of Jesus' blood. Power of blood is over me. To fight and win with victory. To fight and win with victory. Shout out joy and victory. Victory, victory. Singing songs of victory. Songs of victory. Victory, victory. Victory, victory. Victory. You give me a shield of victory. You stood down to make me great. You let her protected me. You made me gain the victory. You made me gain the victory. Shout out joy and victory. Victory, victory. Singing songs of victory. Victory, victory. Victory, victory. Jesus give us victory. Victory, victory. He will crush our enemies. Victory, victory. I have a mark of Jesus' blood. Victory, victory. We have a mark of Jesus' blood. Victory, victory. Victory, victory. Victory. Ugo rwimbo ni kwa garwa gaga. Amen. Tuweze ku appreciate vizuri. Nimeona tukapatiwa chance tunaweza dance. Wengine nafikiria miaka imesonga kidogo lakini naona vile wanachapa hiyo reggae. Naona kwa kweli. Thank you so much the two presenters. Kuna the host church. Fountain of Divine Grace. Tuweze kusimama. Thank you so much. Asanteni. So kuna mtu mwenye hajasimama na hayuko kwa delegation of our guest pastor. Anyone mwenye tumebakisha? Mwenye hajasimama? So wote tumekuwa represented. Awesome, awesome. Now, we are a fountain of divine grace. But before we became a fountain, there is this man who was the epitome of grace itself. Na ametufunza hali ya kuwa na hiyo neema kwa njia kuu. He's our mentor, our spiritual father, and he's the man I would like to invite to stage right now. Akuje ndo aweze kufanyia introduction of the ministers that we have, and then apatie time our guest minister. So I would like us to put our hearts together to welcome Reverend Jeffrey Moremi. Tumshangilie. Amen. Amen. Thank you. Bwana Thank Yesu you. asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza ku appreciate brother Joseph vizuri. Ametuongoza vizuri. Bwana atubariki sana. Nataka kuwakaribisha sana mahali hapa, mujisikie mko nyumbani, mahali Mungu yuko tayari kunena na kila mmoja.
ninaamini ya kwamba hujakuja hapa by mistake. It wasn't a coincidence, it was God's divine plan. Na kwa sababu umekuja kwa divine plan ya Mungu, I want to tell you, God will never do things, will never release his blessings by chances. Ataachilia kwako kwa sababu ameamua kukubariki. Bwana wetu asifiwe. Tumebarikiwa sana, tumekuwa pamoja na wengine wenu since Thursday. It has been such a wonderful time. Na timu yetu ya mitambo, Sky Cable team, we want to thank you so much. May God bless you. Tunaweza ku appreciate hii team vizuri, wametuhudumia vizuri since Thursday, Friday, Saturday, jana na leo wako hapa. Tuwashukuru kwa ajili yao. Bwana wabariki sana, na tunaamini ya kwamba Mungu atawabariki vizuri sana. Bwana wabariki na watende mema. We want to appreciate our guest minister, Reverend Elijah, our good friend, and not only a good friend but a divine friend of ours. I want to thank you. I want to thank God for you. And Pastor Catherine, we want to thank God for you. The team that you have been coming with, we are so blessed because of what you are doing. We want to take it very seriously, and we want to honor God kwa sababu ya neema ile Mungu amewapatia. Sisi tunasema ya kwamba we operate with the divine connections. That is what we believe in. Na kwa hivyo kama tuna operate within divine connections, we are not taking this for granted. Tunaamini ya kwamba with you, a stable anchor team that is here, I believe we are going far together. Bwana wetu asifiwe. Wapendwa hawa wamekuwa wabaraka sana kwetu kwa wale ambao wamekuwa, na I believe this being our final day, I believe Mungu ana kitu amepanga kwa ajili yetu sisi wote, na tutatoka mahali hapa tukisema ya kwamba we never missed when we came, when we decided to join the other team, tuweze kubarikiwa pamoja. Tunaweza kumpatia Mungu a very good hand clap, and I want to believe Bwana wa uzima atatubariki. We have our pastors whom I want to introduce, wale ambao tunahudumu na wao. I would wish wapewe mics at least watusalimie kwa kifupi. Pastors from our Hope Fraternity, mnaweza kutusalimia. Hebu simameni. Tunataka kuwatabua men of God. They are very very important. We should not take them for granted. Kuwepo kwao, it is not normal. I think wameanza from that end. Ni vizuri at least tuweze kusikia. Karibu sana Pastor Sarah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Sarah Joroge kutoka Mwiki. Bwana wabariki. Amen. Behind you, Bwana asifiwe. Amen. Pastor Nancy, Fountain of Divine Hope, Divine Grace. Behind you, huyo ni pastor pia. Asalimiane. Asante. Amezoea nikiwa elder na bado mimi ni elder, lakini nashukuru Mungu kwa sababu mke wangu ni pastor. So wanasema mzee wa mchungaji pia ni mchungaji. Haya, mzee wa mchungaji pia ni mchungaji. Bwana awabariki sana na watende mema. Amen. Tuko pale Mwiki. Amen. Thank you. Thank you. Hallelujah. Pastor Maina kutoka Pipeline Hope Fellowship Center. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Luce Mugo kutoka Dadora Hope Fellowship Center. Bwana wabariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lois Julius, Amen. HFC Marurui. Bwana wabariki. Amen. Thank you. Thank you. Asifiwe. Amen. Pastor Gerard, HFC Kariobangi South. Amen. Bwana Yesu atukuzwe kanisa. Amen. Hallelujah. Naitwa Pastor Robert Wagura. Sisi ndio firstborn wa kanisa hili la Jiro. Tuko pale HFC Shiranga na tunampenda Yesu. Bwana wabariki sana. We love you. Amen. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen.
Ni Pastor Julius Irongo kutoka Maruroi HFC. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiweni. Amen. Pastor Karimi kutoka Kayole Junction. Amen. Very good. I have another pastor friend here with me. Apewe maika tusalimie vile vile. Bwana kubariki sana mchungaji. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Nami ni Samuel kutoka KNG hapa Kayole 1. Praise be to God. Amen. But to those who knows the God of fountain shall be strong and do what? Do exploits. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. I don't know kama kuna pastor mwingine yuko huko miongoni mwetu na haja tusalimia. Leave the team, the guest team, our guest team. Tuna pastor mwingine amebaki huko nyuma. Ingekuwa very very bad, hatungetaka ku underestimate any man of God. Amen. God bless you. God bless you so much. I want you to join hands with me. We welcome our bishop. Yeye ndiye atatuletea the man of God and the team, na ninaamini ya kwamba Mungu wetu atatubariki sana. Tunaweza kusimama kwa heshima ya mafuta yaliyo juu ya mtumishi huyu. Our bishop Cyrus aweze kuja. Amen. Hallelujah. We are highly honored. Amen. Hallelujah. Highly honored to be in the house today to listen from the man of God. Amen. We've been here for some time. Today, for this season, very carefully choosing the words. This season. Amen. Sababu I don't think sasa tumeanza safari yenye hatuachani. Amen. Safari yenye hatuachani kwa haraka. Tuko hapa, just want to let you know, be ready for something. Kuna makazi tunafanyia maisha yetu, na today tunafikia kilele cha kuchambua maisha yetu tuweze kuishi vyema. Amen. Kwa hivyo nataka tuweke mikono yetu pamoja. Tutayarishe. Ndio tukaribishe mtumishi wa Bwana. Ndio ninaona leo ako na timu kubwa. Aweze kuintroduce timu yake na alafu atuletee neno. Amen. Let us put our hands together and welcome the servant of God to come and minister to us in Jesus name. Amen. Amen. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Amen. We can do better than that. Somebody give Jesus praise. Give Jesus praise. Celebrate the Lord with me. Patie Bwana vigelegele. Patie Bwana shangwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana niliwapatia siri. Siri ya kufanya nini? Taka. Amen. We want to taka God. Si Bwana amekuwa mwaminifu kwa hizi siku tumekuwa hapa. Why don't we glorify him? I want our worship team to come over here. I will introduce the team. Ama ni introduce ndio tumalize hii kitu. Ili tukiingia tumeingia. Si ni vizuri? Lakini mimi naona mimi napenda kumpa Mungu kwanza kabla hujampa mtu mwingine yeyote. Kwa hivyo naomba tu team waje hapa, worship team join hapa. I want us to be able to taka God. I want us to exalt him. I want us to magnify him. I want us to praise him. Bwana asifiwe sana. And when we are takaring God, nilisema jana ukipiga makofi unafanya mambo mangapi? Mawili. Number 1, unamtukuza Mungu, si ndio? Number 2, you are crushing your enemies. You are putting them where they belong. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mpatieni huyu mchezaji wa keyboard microphone moja ama ni ya stand itakuwa vizuri. Hallelujah. So I want us to be able to clap and I want you to shout. I want you to praise. Let me tell you.
Kuna vitu vinavunjika katika sifa. Na nilisema jana, sifa si lazima tuimbe. Tuko pamoja? It's not a must we sing. Singing is part of praise. So it's not praise. Nasikia watu wanasema sasa wapendwa tunataka kusifu. Tulishasifu kitambo. We are just continuing in what? Maana hata hiyo kukaa ni sifa. Si ndio? Kukaa peke yake ni nini? Sifa. Kusikiza mhubiri ni sifa. Bwana sana. Are you ready to taka? Are you ready to taka? Hallelujah! Celebrate Jesus! We praise you! 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 We praise you, Lord! We praise you, Lord! We give you praise! Somebody taka God! Give him praise! Give him praise! Give him praise! Give him praise! Let everyone break up! Wacha kuta sivunjike, wacha vizuizi viondoke, kela mosekata, wacha mambo yapeane njia, maana tengeneza njia pasipo na njia. Shaka mayana, kesa katakata, meka soka lababo, yeka sekatakata. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you. We praise you. We praise you. In the morning, we praise you. In the evening, we praise you. In the noonday, we praise you. At night, we praise you. All the time, we praise you. 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 For you are good. You are good, our God. Inua hiyo mikono mbele za Bwana. Simwambie Bwana, jioni ya leo nihudumie, nena na maisha yangu. Zungumza na moyo wangu. Niingize kwenye kiwango nyingine. Baba, wiki hii haujatumana bure. Umetumana na kusudi na sababu. Hata na mimi usinipite. Nena na moyo wangu. 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 Sheka mayanda. Kesa katakata. Reka mayande lebeka. Meka zoka lababo. Leka zekatakata. We lift up the praise. Let the praises go up. Let the praises of our God go up. Let the praises of our God go up. We praise you, Lord. Oh, shakamayana. Mtakatifu uliyeinuliwa, Jehova mfalme, tunakuabudu. Takatifu uliyeinuliwa, Jehova mfalme, tunakuabudu. Takatifu uliyeinuliwa, Jehova mfalme, tunakuabudu. Takatifu uliyeinuliwa, Jehova mfalme, tunakuabudu. Takatifu, takatifu, hey, uliyeinuliwa, Jehova, Jehova mfalme, tunakuabudu. Wewe takatifu.
have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done. You have done me well. You have
igoro ya maondo othewe wengai wegaga Somebody worship him. Give him praise. Give him worship. Exalt him. Hey, Shemalo. We worship you, Lord. We praise you, King of Kings. You do mighty things. You do glorious things. You are a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You are a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do mighty things. You do glorious things. You are a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You
Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. Awesome is your name. We bless you, Lord. We give you all the glory. We give you all the praise. You do mighty things. You do glorious things. You alone are a faithful God. Awesome is your name. Kama wewe hakuna loweza, hakuna usiloweza. usiloweza, hakuna usiloweza. Tuinulie Bwana mikono yetu. Baba, tuakiri hakuna usiloweza, hakuna usiloweza, hakuna jambo lililo ngumu mbele zako, yote yanawezekana. You do mighty things.
You do glorious things. You alone are a faithful God. We praise you. Twakusifu, twakuinua, twakutukuza kwa sababu umeinuliwa. Kwa jina la Yesu, kanisa la Bwana liseme amen. Patie Bwana vigelegele na shangwe. Give him a shout of victory. Celebrate Jesus. He is worthy to be praised. He is worthy to be glorified. Thank you, Lord. Amen. Thank you, worship team. May the Lord bless you. We can have our seat in the presence of God. In Jesus' name. Amen. Bwana asifiwe sana. Unajua ukiwa na environment ya worship, mambo mengine yatakuwa rahisi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Leo ni climax, kwa hivyo tunaamini Bwana ataachilia neema, mambo yatakuwa rahisi. Sema amen. Ningependa kuchukua fursa hii kushukuru Mungu kwa sababu ya the Pastor Geoffrey kwa kutukaribisha pamoja na kanisa hili. We honor you, sir, and may the Lord bless you. Let's appreciate our pastor and our mom. Thank you so much for having us. I also want to thank God because of the bishop. It is a great honor. I have gone to many places. Ni rare sana ukute maaskofu wakija mkutano kama ile umeona ilikuwa hapa. So we really appreciate you, Bishop. Personally, I am humbled by your presence. Bwana asifiwe sana. I think kati ya kwingi nimeenda tu kanisa la Anglican. Na wiki mzima unakuta bishop ako hapo na watu wake, ma evangelists na clergy wote wako hapo. Na najua huko ni sheria. Wewe unatoka boss akiwa. Amen. So boss akikaa anafanya nini? Maana kule umeajiriwa, he is the boss. Sasa unakimbia kwenda wapi? He sat the whole week. I was training. Bwana sana. So bishop, we need to have this kind of bishops. Yes. So let us appreciate our bishop. We honor you in Jesus' name. Amen. One thing ambayo mmeni challenge, Hope Fellowship Little Center. Hiyo ndio majina yote ni Hope Fellowship. One thing ambayo mmeni challenge na tutajaribu kwetu ni makanisa, umoja wa makanisa zenu. Amen. Si ni vizuri kusema ukweli. Amen. Na ni vizuri kusifu kile umeona. Hiyo tutaiba. Watu wa stable anga. Sio tutaiba. Amen. Unakuta branch ikiwa na kitu, watu wote wako hapo. Bwana sana. Kwa hivyo hiyo sisi tutaimplement kwetu, na mkija next time unafikiri hatukuja toa kwenyu, tumetoa kwenyu. Huwa tunakuja mahali tunaiba kitu, we go and do better. Sasa next time unakuta wako mbele, ni kuiba tuliiba. Kwa hivyo hata kuna vitu watu wamekuja hapa wataiba, kama ni design, kama ni nini, tutaiba tu na tunaenda tunaifanya bora. Sema amen. So you have challenged me with that, and that one we are taking home. Amen. Kwa sababu revival, kama imagine stable Lanka Church, kama stable zetu zingekuja revival. Amen. Kuna mahali tutaweka watu kweli? Hakuna. So hii tutaiba. Bwana sana. Na watu wanatoka from far na wanakuja. We give God all the glory. Let's appreciate one another in Jesus' name. Amen. I have come with a team. Ninaweza kuwa sitawapatia nafasi ya wote kuongea. Naomba hiyo timu imetoka Githurai wasimame, wale tumekuja pamoja nao, pamoja na Pastor Catherine. Please come over here, Pastor Catherine. Ile timu yote imetoka Githurai. Kujeni hapa mbele kwa haraka. Sisi ni wanajeshi. Let's appreciate them. Hawataongea kwa sababu ni wengi. Sasa hiyo introduction ya kila mtu, na atasema kila mtu nikimpatia microphone atasema nimeokoka. Na kuna kitu nilikuwa nataka niseme. So hapa tutahubiri kesho. Pole tu. Amen. Thank you. Na sasa tukikanyanga hii pulpit, si tunaiba vitu kadhaa. Amen. Katika Yesu. Amen. Wow. Haya, viongozi wakae mbele ndio sawa tu, msimame tu vile mlivyo, nitajua vile nitafanya. Amen. Nianza na praise team. Kujeni hapa praise team wote. Amen. Asante. Na unapopewa nafasi unakuja mbele kabisa. Ndio unasemekana si ukae nyuma alafu ukikaribisha ukuje mbele. So this is our team. Their leaders are there. Mr. and Mrs. Moses.
There are people who are leading this team, and we have the youngest in this worship team. This is my son. Amen. Huyu si mtu mzima, huyu ni mtu mdogo. Ako na miaka mingapi? 9. 9 years. Lakini alianza kuabudu akiwa na miaka 3. Kwa hivyo usione amefanyiwa kazi kwa neema ya Mungu. So this is our team. We have other people who are not able to come. Let's appreciate them as they sit. God bless you. Amen. Naomba wale departmental heads walio hapa. Departmental head, if you are a departmental head or you are representing your department, mkubwa wako hayuko, chukua hiyo mamlaka. Wewe ni mkubwa saa hii. Si ni vizuri? Amen. Tuanzie hapa. Huyu mzee anaitwa, hata kama unaona amenyamaza hivyo na unaona vile ameweka sikio, kuna vitu anasikiza hapo. Lakini ni msaidizi, anasaidia chairman wa development. Chairman wetu wa development alikuja mpaka hapa, anatoka Komarok every Sunday na wanafamilia yake wanakuja kwetu. Bwana sana. Lakini kuna mambo alikuwa anashughulikia, huyu anamsaidia, anaitwa mzee, tunampendanga sana, Mwangi. Amen. Mu appreciate. Huyu dada ako hapa anaitwa Jane Kanyi, anasimamia hospitality. Is the one who take care of the pastor na wageni wa mchungaji. She does a wonderful work. Huyu ni chair lady wetu. Amen. Anaitwa Lea Mithika yuko leo, Mithika yuko mbali. Lakini yeye yuko hapa, amekuja kuwakilisha familia yake. She's a wonderful woman of God, ni chair lady wetu. Huyu kijana hapa, hata kama ni mkijana, lakini huyu ni mtu mkubwa sana. Amen. Yeye ndiye ako in charge ya media yetu yote Stable. Ni university product. Msaidizi wako yuko hapa? Kuja hapa. Hawa watu wote ni wa university hawa. Hata kama ni wavupi. Sasa huyu anaitwa Felix, huyu anasaidiana na huyu anaitwa Agnes. They are in charge of our media. They are doing a wonderful job. Let's appreciate them. Hapa tuna mzee. Huyu mzee wa kazi, ukiona ni mzee amefanya kazi. Yeye ndiye ako in charge ya intercessors kwetu kanisani. Amen. Wacha niseme hivi, kwetu kanisani tumepitia corona by the grace of God. But this is the team that was behind our success. Kwetu wakati wa corona kanisa letu liligrow. Hawa hawakutoka kanisani throughout, praying and standing in the gap. Hawa. So thank you, anaitwa Kerenya JDL. Amen. Asante, tuwapigie hiyo team yote. Ministers wakuja hapa. Hao watu wote ni ministers. Wanaitwa ni ministers of defense, wengine ni ministers of whatever. Hawa ni ministers wote. Kujeni mbele ngoja nianze na niruke ministers. Kuja hapa Leo na mke wako. Huyu amekuwa pilot wangu na pilot wetu kwa muda mrefu. But this guy is a very sharp man, a powerful man. They are both, anaitwa Leo Okubi na huyu anaitwa Laura. They are husband and wife. They are both accountants by profession. Amen. Sasa hii wiki amekuwa driver wangu. Nashukuru Mungu atambariki sana. Sasa unaona tu hapo, usifikiri ni kijana hivi. Hapana, ni mtu wa maana. So they have been a good people. I love them. Thank you so much. God bless you. I appreciate them. Hawa watu wote hapa unaona hapa ni ministers. Ni ministers. Huyu anaitwa Wilson Elijah kama mimi. Kwa hivyo Wilson Elijah, hiyo mwingine ni hiyo utaijua. Lakini ana very good name, Muhwana. Lazima iweke huwa. Anaitwa hivyo. He's an evangelist and we thank God for him. Nitaruka hapa. Huyu dada nabii. She has a prophetic ministry. Bwana vizana. And so ukiona tunatembea na wao, they are good people. By the way, huyu ashiriki kwetu lakini ni wa kwetu. Bamba mahali utamkuta Pastor Catherine yuko. Watu wanamconvincingi, wanamwambia, wanauliza, wewe ni mwenyeji? Anasema unajua ukienda mahali unakuwa mwenyeji. But she's fellowship with another church near us and she's a woman that is blessed. Huyu is a minister, anaitwa, tunamwitanga Mama Grace, tunaita Teresa. Huyu ukitaka kutujua sisi, uliza huyu mama. Maana tumeishi plot moja kwa miaka. Mimi nilipo land Nairobi, nililand ile plot alikuwa.
tulilea mtoto wake. Leo huyo mtoto ni mkubwa sana. Yeye alipata wale. Kwa hivyo huyu anatujua in and out. We serves together with us in our church. We thank God. Huyu ni mchungaji. Anaitwa Kamela. Amen. Karinga. Na pia yeye huyu si ashiriki na sisi. Si mshirika wetu. Lakini ni mhuduma kwetu. Sasa unashangaa. Si mshirika wetu lakini unampata Stable Anga Church any time. Bwana sana. She serves with CFF. Huyu naye anaitwa Janet, ni mhuduma. In fact she does a good work protocol kwetu kanisani, lakini si mshirika wetu. Siku hizi naona huyu hana budi. Kwa hivyo sitasema kanisa lako. Huyu hana budi kuhama kwa sababu watoto walihama. Sasa hana choice. Watoto walikatalia Stable Anga. Wakamwambia mami, enda kule mnataka kwenda na baba, muende. Lakini sisi ni wa wapi? Hapa. Sasa mama ikabidi wafuate nini? Watoto. Sasa hivyo nisiniache hiyo jina la hiyo kanisa. Haina haja, si ndio? Lakini atumnyang'anyi, tunachukua tu kwa uzuri na tunampa kazi. Bwana sana. Ukiona watu wanakufuata kuna kitu. Amen. Bwana sana. So these are all ministers, and then finally Pastor Catherine. Si akiongea kwa niaba yetu yote itakuwa vizuri. Amen. Niseme nini bali nimshukuru Bwana. Watu wa Jiro, Bwana anawapenda sana. Bwana anawawazia mema. Najua kuna watu wamelia kwa miaka mingi pasipo kujua sababu, lakini sababu tumeletewa. Kwa hivyo kama umejua sababu, lazima utang'oka mahali pale. Kwa jina la Yesu Kristo. Tumetumwa na salamu na mchungaji wa CFF Karoleni. Tumekuwa pale na hiyo group nimeingia nayo ya watu 5. Na kuna mmoja amebaki nje, Reverend. Driver wangu pia amebaki. Sijui yako wapi Enoch. He went with God until he was no more. Oh, he is here. Amen. Amen. Mimi sitaki niongee zaidi ya hapo. Nataka kusema tu haleluya 4 na unisaidie kusema haleluya, because if it comes to talking ninaweza ongea tu sana. Lakini tuko na mtumishi hapa. Nilimwambia jana aliagusha vitu mzito. Sasa hizi vitu mzito wacha tufuatilie, hata kama tulikuwa tumechoka, tukue mashahidi wa kile Mungu anakuja kutenda. Na mahali kuna umoja, hapa kukosekani baraka. Kwa hivyo mimi nataka niseme haleluya gapi? Nilisoma katika kitabu cha Ufunuo nikakuta haleluya gapi? Ya 4 ikimalizia moto lazima ionekane. Amen. Kwa hivyo nataka useme tu haleluya kama umevuta kiasi, na mimi nitavuta mara gapi? Are you ready? Wacha kuniangalia na mshangao Bwana. Hapa Bwana anatenda mambo makubwa. As you declare that hallelujah from the bottom of your heart, I know chains are being broken in the name of Jesus. Hallelujah! Wacha be a quick learner. Nimesema unasema hallelujah, usiseme amen. Hapo nilikuta ni haleluya, 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 haleluya. Walipomaliza moshi ikaonekana. Mimi naamini hapa sio moshi peke yake, tuko wengi. Moto ipatikane. Na hakuna mahali moto ilipitia kukakosekana alama. May there be a mark in your life as you declare the 4 hallelujahs. Hallelujah! 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 Number 4, hallelujah! Shagwena vigaragara kwa Yesu. Yes! Receive your miracle wherever you are in Jesus' name. Can we stand as we read the word of God? Nitachukua muda mfupi sana, lakini tutafanya declarations hapa. Bwana asifiwe sana. Mwambie mtu uwe tayari. Amen. 2 Kings chapter number 2.
verses number 19 to verses number 22. Are you there? Bwana Fisana. 2 Kings chapter number 2 verses 19 to 22. Let's read together. It says, and the men of the city said unto Elisha, behold, I pray thee, the situation of this city is pleasant, as my Lord seeth, but the water is not, and the ground is barren. And he said, bring me a new cruse, put a salt therein. And they brought it to him, and he went forth unto the spring of the waters, and cast the salt in there, and said, thus says the Lord, I have healed these waters. There shall not be from hence any more death or barren land. Father, thank you for your word. Glorify yourself in Jesus' name. Open our eyes and our understanding. In Jesus' name we pray. The people of God say, amen. Have your miracle seat in the presence of God. Hallelujah. Tulianza safari on Thursday ya kudili na kitu kinaitwa evil foundations. Somebody say evil foundations. Na tukazungumza mambo mengi ambayo siwezi yarudia, maana I can be tempted kurudia. Kwa hivyo na tukasema ya kwamba kila tatizo unaloliona in the face of the earth ina foundation. Amen. Na nikasema spiritual foundations haziko chini, ziko wapi? Angani. Amen. Physical foundations zinaenda chini, ziko chini. But spiritual foundations ziko angani. And let me say this. Everything you see in the physical began in the spirit. Everything. Chochote unachokiona kwa mwili ilianza rohoni. Maandiko inasema hivi ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi kwa vitu visivyoonekana. Amen. Kwa hivyo Mungu alipokuwa akiumba mbingu na nchi alitumia materials isiyoonekana. Amen. Hata hiyo kitu umekalia ilikuwa rohoni kabla haijakuja physical. Bwana sana. Hallelujah. Kwa hivyo ni vizuri tunapo deal na evil foundations tuelewe they are not physical. They may not be visible, but they are very naughty. Ziko mbaya. Physical, spiritual foundations, they are very stubborn. Amen. Inazuilia familia, inazuilia mji, inazuilia taifa, inasababisha ikatae kukua. Na wazee wa mji wa Jericho walitambua tatizo lao. Wakasema mji wetu iko pleasant. Amen. Lakini inazaa maposa. Tuko well situated, but the problem, the water is bad. Leo tumekuja kuzungumzia chochote, foundation yoyote ya kipepo ambaye imetufanya tungangane, imetufanya tuzizae, imetufanya tusiprogress in life, katika jina la Yesu. Somebody say amen. Hallelujah. Na nikasema nikianza, hii story can relate with a city like this. Inaweza relate na familia, inaweza relate na mtu individual, inaweza relate na biashara. Amen. Umeweka biashara a very well situated place, lakini haikui. Amen. Una ndoa nzuri, mume ni mzuri, mke ni mzuri, lakini hakuna matunda. Bwana sana. Hakuna mazao. Huduma ni nzuri, ina watu wanaompenda Mungu, lakini haikui. We must go to the source. Somebody say, go to the source. Mwambie jirani, hata wewe enda kwenyu. Nasemanga hivi, kama unataka kuimpact nations, first of all, deal with your personal foundation. Amen. Huwezi guza mataifa kama foundation ya kwenyu hujadeal nayo.
Na ndio maana Yesu alisema hivi, muwe mashahidi wangu wapi? Yerusalemu kwanza. Amen. Huwezi kufungua watu wengi na kugusa mataifa kabla hujadili na mapepo ya kwenyu. Maana mapepo ya kwenyu yanakujua. Juzi tuliambiwa, tulikumbushana hapa, kila mtu anajiwe, ana shimo ametoka. Kila mtu ametoka kwenye kware fulani. Angalia jirani, muulize kware ile umetoka. Amen. Kila mtu ametoka kwenye nini? Kware fulani. Amen. Na nikasema usishangae tuko na watu kanisani lakini wana rangi tofauti. Kwa sababu wametoka katika nini? Kware. Mawe ya Njiro si mawe ya Ndarugo. Mawe ya Ndarugo si mawe ya Ngong. Ule mzee ni mjenzi, is a contractor. Kwa hivyo kuna mawe zinatafutwa. Mawe ya Kikuyuni si mawe ya Ukambani. Hey, asiwe Yesu. Kwa hivyo ni vizuri ujue umetoka kwenye mawe gani. Hallelujah. Huwezi kufaulu. Wana wa Israeli wanaambiwa, kumbukeni henyi mnaotafuta haki, you that follow after righteousness, you that seek the Lord, remember the where? The rock from where you have been healed. Amen. And the hole you have been taken from. Katika jina, listen to me. Kama kuna kitu kimezuilia watu wengi ni foundations. Amen. Unafungiwa kamba na kamsingi. Inasema enda lakini usiende mbali. Unaenda wakiona unaenda na kufuruta. Juzi nilifanya demonstration hapa. Hata ujaribu uende wapi, wanakuambia we know you. Kuja hapa. Mlango ndio hii imefunguliwa ya kwenda mataifa. Hapana, wendi mataifa, kuja. We must break and we must destroy every evil foundation in our life. Nisikizeni wa Kristo. Kwa sababu kama kuna watu ignorant ni believers. Wanasema nimeokoka, Yesu alimaliza yote. Ngojea. Fanya nini? Ngojea. Na ndio maana unaishi maisha ya uzembe, uombi, ukuji kanisani. Yesu alimaliza yote. Wacha nikupatie ufunuo. Kile Yesu alifanya, alideal na the power of sin. Are you listening to me? Yesu kile alishughulikia ni nguvu ya nini? Dhambi. Akadisarm, akaidestroy. Sasa kazi. Kwa hivyo haimaanishi dhambi haipo. Kile Yesu alishughulikia ni nini? Power. That's why the Bible says in the book of Titus, ya kwamba tumepokea neema. Na hii neema inatufundisha kusema la to sin. Wanafanya unakuta watu wanasema Yesu alimaliza yote, wana preach the message ambayo inaitwa the ministry, wana preach ile message ya grace. Message ya grace. Yesu alimaliza yote. Kula kila kitu maana ni wakati wa nini? Mimi nauliza, Biblia yangu haisemi hivyo. Biblia yangu inasema hivi, ile neema nimepokea kwa Yesu inanifundisha kusema la. Hii yako ya kukula kila kitu imetoka wapi? Neema ile Yesu ametupatia ni neema ya kusema la to all kind of ungodliness. Hii yako ya kukula kila kitu, una mke wa mwenyewe na unasema ni grace. Hapana, kuna kitu inaitwa grace. Leo kanisani kwetu nilihubiri injili kali leo. Sijaiona kanisa letu kumenyamaza kama leo. Lakini niliachilia injili kali. Kwa sababu watu wa Nairobi lazima muambie ukweli. Mnataka kujaa kanisa lakini hamuendi mbinguni. Mnataka kuzikwa. Unakuja ndio usi atukuziki. Amen. Unataka kuwa hapa na membership lakini kabisa unataka kukaa style yako. Nisikize vizuri. Yesu alisema njooni vile mlivyo. Lakini hajasema mkae vile mlivyo. Are you listening to me? You come the way you are. But listen to me. When you stay with us, you must change. Hallelujah. Niliambia kwetu kanisani, mimi sina shughuli na kanisa kubwa, haiendi popote. Hata kama nitafikisha watu 50 mbinguni, I'll be happy. Bwana vizana. Mimi na nikasema nikiwa wa kwanza,
Mimi sitaki kwenda mbinguni, sitaki kwanza mbinguni mimi. Kuna ndoto moja iliotwa na huyu kiongozi wa intercessors kwetu, ilitufanya tuwe makini sana. Alionyeshwa makanisa yote akiwa safari ya kwenda mbinguni. Yote. You know. Sebolanga Church, call anything. Sasa tulikuwa tunapitia kwenye mlango. Ukipita kwenye hiyo mlango mnapewa muhuri. Ina jina lako na ina jina la kanisa lako. Sasa mnaambiwa mkipita hiyo mlango, chochote mtakachoona njiani msiguze na msitamani. Sasa nilikuwa mbele nikiwaongoza, na hiyo ni wiki tulikuwa na wiki ya 21 days of prayer and fasting. Was it 2019? 2019. It was 21 days of prayer and fasting. Na mzee mmoja ambaye ni kiongozi wa development pia akaonyeshwa pia the same thing tukiwa tumemalizia 21 days of fasting. Akaonyeshwa. Mimi niko mbele naongoza. Sasa mke wangu Pastor Catherine ako nyuma. Tunaenda na watu, tunaenda. Tukafika mlango wa mwisho. Hii mlango wa mwisho, kama umetamani chochote njiani, kama umeiguza, jina linafutika. Sasa kenye kinakufanya uingie hiyo mlango ya mwisho ni hiyo jina yako inasensiwa na mashini, mlango inafunguka. Sasa nikafika, nikaanza kuwasha watu wangu wapi? Nikaambia ingia, nikakuta wengine hawana majina. Nikawauliza, wapendwa, ni nini mlifanya? Si niliwaambia. Nikaenda kumuongelesha malaika, hawa ni wangu, hawa ninawajua. Malaika aliniambia hivi, Pastor Catherine alikuwa very furious. Huyu ni mjilisi, huyu mama ni mjilisi kali sana. Sasa mngekuwa mnasimama, yeye akihubiri watu kwetu kanisani wanasimamanga. Yeye ana neema, mimi nina neema ya teaching. Na nashukuru Mungu hawezi wapatia kila kitu. Amen. Sasa siwezi pewa injilisti na nipewe ualimu. Lazima kila mtu apewe ya. Sasa yeye akakasirika. Malaika akatupoacha anambia, watumishi msijali, hata mnapaswa kushukuru, nyinyi mmefaulu kuingiza wachache. Na angalieni, akatuonyesha watu kumejaa watu wa makanisa mbalimbali, lakini ile wasi mpaka wachungaji. Anambia nyinyi mshukuru. Unaona hii makanisa, kuna makanisa iko hapa wachungaji wao wenyewe hawajaingia. Tulipoingia kwenye ile mlango, tukaenda the other side. Kila unakutana na container ina jina lako na jina la kanisa lako. Ilikuwa tunaenda kuwa rewarded. Akaamuka akiwa hapo. So nisikize, mbinguni si hapa. Mwambie jirani, mbinguni si wapi? Hapa. Ishi vile unataka kuishi hapa, lakini wacha nikuambie, ukifika lango la mbinguni sikujui. Are you listening to me? Nilijaribu kutetea. Malaika wakaniambia, wewe shukuru my son, umefaulu kuingiza watu. Kuna wale hawajaingiza. That's why for me heaven I must enter. Na afadhali niingie na wachache kuliko kuingia na kerende. Are you listening to me? Na nikasema leo kwetu kanisani, makanisa makubwa watu hupenda kuja kujificha. Nikaambia hapa hamjifichi. Hapa hamjifichi. Tunawangoa. Amen. Ukitaka kufukuza washirika baridi, omba. Weka kanisa maombi. Pigeni kelele. Amen. Niliwaambia kwetu kanisani we are noise makers. We are sorry. Leo tutafanya kelele. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya noise ni kutoa watu wanaojificha. Amen. Mkiomba sana, watu ambao ni washerati, waizi, hawezi kaa kanisani. Amina. So mnahakisha moto, akiingia anasikia pasa ananiona hapa. Hallelujah. Watu kanisani si mara moja anakuja anasema pasa niliona ni kama unaniona. Mimi sikuonangi. Hallelujah. Mwambie jirani, tunakubali uingie vile ulivyo, lakini hapa lazima ubadilike. Hallelujah. Utabadilisha mitindo ya nguo, utabadilisha lugha ile unaongea, utabadilisha tabia. Listen to me. I am in Nairobi. I don't allow anyone to come here. Sisi tuko Nairobi. Tunajua my dress, my choice ni ya huko nje, si hapa. Are you listening to me? Vaa vile unataka kuvaa, lakini ukiingia pale tunakutoa nje. Kwetu tunatoanga watu nje.
You cannot enter. Wezi. Ukija na nguo zinakaa fani kama wewe ni mgeni tunakupa leso. Tunakupa nini? Leso. Na kama hutaki kuvaa, enda. Kanisa ni mingi. Amen. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Niliambia leo watu kanisani kwetu, wanaume wana shida moja ya macho. Ni vibaya sana wanaume wajaribiwe huko nje na wajaribiwe tena hapa ndani. Hapana. Hiyo lazima tukatae. Asifiwe Yesu. Tunang'ang'ana na majaribu kwa matatu. Tunang'ang'ana na majaribu Nairobi na streets. Alafu utajaribu hapa tena. Hapana. Hapana. So, munisamee. Huwa nasema hivi, hata kama kwetu mnaweza kuona tuko backward. Kwenyu tuko backward, kwa Mungu tuko mbele. Amen. Hapa ukiangalia watu wa kwetu kanisani, dressing, waimbaji, me I don't allow sisters to come and praise with trousers. Munisamee. Sijasema ni vibaya, nikikukuta weekend ukijivinjari na trouser yako sitakuuliza. Kuna wakati napeleka anga watu outing, tuna retreats leaders nini, hiyo tunawaambianga, wanaulizanga swali kwa paid. Dressing code, maana wanajua dressing code. Tunaambia leo vaa, lakini hata pia ukivaa kuna nguo zinaonyesha zina tabia. Unavaa trouser ina nini? Tabia. Unavaa dress iliyo na, unajua ulimwengu haiwezi kututambua kama tunakaa kama wao. Haleluya. Kwa hivyo tunakukubali uingie vile uli, lakini ukikaa na sisi lazima badilike. Angalia jirani, mwambie badilika kwa jina la Yesu. Amen. Tunataka uende wapi? Mbinguni. Na sana sana waimbaji hapa. Naona hii area ya waimbaji. Waimbaji Bwana asifiwe. Mimi ni muimbaji na wapenda. Lakini tukitaka watu wafike mbinguni inaanza na sisi. Asifiwe Bwana Yesu. Mimi kama kuna department wako hapa wanajua, kama kuna department na kalianga ngumu ni praise team. Wanajua hawana mahali pa kubreathe kwetu. Amen. Waliniuliza siku moja, walikuja wakatawaza, daddy, haki, you are too much for us. Yaani unatukalia hata atubuni. Nikamwambia mtu anayewapenda anawakalia namna hiyo. Wengine tuliwapoteza maana nasema hii kanisa haina freedom, tukupe uende wapi? Nisikize vizuri. Yesu anasema njooni kwangu mnaolemewa na kufanya nini? Na mizigo, mimi nitawapumzisha. Na tunafikishanga hapo, haifiki hapo. Inasema chukueni nira yangu. Kwa hivyo tumekutoa kwa nira, tunakuweka nira ingine. Lakini ya Yesu ni nyepesi. Are you listening to me? So hiyo freedom unaitafuta haiko hapa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Somebody say evil foundations. The Bible says in the book of Psalms 11 verses number 3. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? If foundations are what? Destroyed, what can the righteous do? That's a question. Nataka nisungumzie mambo matano ambaye mwenye haki anaweza fanya wakati tunapo deal na foundation. Kwa hivyo hii leo sitasoma mambo mengi, scriptures utaenda kujitafutia. Number 1, if you want to deal with an evil foundation, do what we call spiritual diagnosis. Tafuta tatizo hili limetoka wapi? Amen. Afya mimba imetoka wapi? Swala la kutosimamisha ndoa imetoka wapi? Swala la wasichana wetu kuolewa na kurudi nyumbani wakiwa wamebeba mimba moja mbili, watoto wawili watatu imetoka? Kwa hivyo do spiritual diagnosis. Nilisema jana watu wengi wanaweza kufanya lolote, watafute tiba ya mwili, lakini hawatafuti tiba ya kiroho. Amen. Unakuta familia wasichana hawaolewi,
na wazazi hakuna. Unajua sasa mimi nitafanya nini? Una kitu unaweza fanya? Amen. Bwana asifiwe sana. Watu wamekaa kwa umasikini, wamefinyiliwa, wanang'ang'ana na maisha. Huyu anainuka anakuja chini, huyu anainuka anakuja chini. Mnakaa hapo. One of our members alikuja kwangu akaniuliza, Reverend, mimi nataka nikuulize swali. Sema ni nini? Kwetu kuna familia moja ambaye watoto wa huyo mzee wamesoma sana. Wamesoma? Brothers wawili. Moja alisoma akamaliza university akapata kazi Safaricom. Mwingine akasoma akafika university akapata kazi Kenya Power. Wote huyu aliyepata kazi Safaricom alikuwa na earn 400,000 per month. 400. Alivuta kazi akarudi nyumbani kwenda kuuza buza. Ndugu yake mwingine alikuwa anafanya kazi Kenya Power. Akarise, alikuwa anapata almost 250,000 per month mshahara. Akavuta kazi akarudi ushago kuuza chang'aa. Akaniuliza, pastor, what is the problem? Inawezekana mtu asome namna hii alafu arudi aende uze buza? Nikamwambia inawezekana. Can I tell you this? Mambo ya kiroho haiogopi masomo yako. Haiogopi nini? Masomo. Wewe usoma hata kama wewe hujakutana na wenda wazimu ile Kiingereza wanatoa. Very fluent. Kuna mmoja alikuwa kwetu Isinya, anakusomea gazeti yote. Alafu anatoa news mchana mzima. He's a news broadcaster. Anapeana kile yote alisoma kwa gazeti. Very sharp. Hiyo kisomo yote, mapepa haijui kisomo. Nikamuuliza, maybe nikuulize swali. Baba yao anafanya nini? Anasema baba yao alikuwa anauza chang'aa. Lakini aliwanyima watoto wake kunywa nini? Chang'aa. Okay? Lakini nikauliza, na watoto wa majirani? Anasema watoto wa majirani waliharibika kupitia hiyo chang'aa, watoto walikunywa. So alichukua pesa ya chang'aa akasomesha watoto wake. Nilimwambia hivi, ni chang'aa imeitana nyumbani. Chang'aa imefanya nini? It is time to come home. So nisikiza vizuri, huwezi haribu watoto wa wenyewe ukafikiria wako watafanya nini? Hawezi. Ile chang'aa uliwapatia watoto wa majirani, ile chang'aa ulimaliza nao watoto wa wengine, hiyo chang'aa itaita wako wapi? Na itawangojea wakiwa the prime time of life. Wanakuja kuuza chang'aa. Somebody say foundations. Lazima ujiulize swali, I love God, I am born again. There are things that are not adding up. Foundation. So number 1 tumesema spiritual. Number 2, you don't recall identification, repentance. Identify the problem, repent. Amen. Identification, repentance. Take time to repent on behalf of the family. Take time to plead for the mercies of God. Kwa sababu usipo, nasemanga hivi, toba, it is not a weakness. Unasikia mtu anasema, baba naomba unisamehe mimi, nitakase. Mtu anasema, huyu ni mwenye dhambi. Si dhambi. Let me tell you, repentance is not a weakness. Repentance is a strength. Are you listening to me? Hallelujah. There's one man of God ambaye Mungu alimtumia sana. Alipokufa, walienda kwa yule msaidizi wake, wakamuuliza, tell us the secret of this man of God. Alisema hivi, he had only one prayer in his life. Every time akitoka kwenye madhabahu anapiga magoti, anasema, Lord, make me a holy man of God. Make me a holy man of God. So if you want to break an evil foundation, do what you call identification. Nehemiah chapter 1, Daniel chapter 9. Hizo zote utaipata. Daniel alijiidentify na dhambi ya Israeli. Nehemiah alijiidentify na dhambi ya nini? Akasema, Daniel anasema, that's why confusion belongs to us. We are confused. Our leaders are confused. We ourselves are confused.
So kwa sababu sina muda nitazungumza, there are about 9 of them. Kwa hivyo sitayazungumza, hiyo ni ya siku nyingine. Nitazungumza ya mwisho. Tuombe. Ukitaka kufunja foundation yoyote, you must do what we call spiritual warfare. Spiritual. Nataka tusome andiko liko hapa itatusaidia nikuonyeshe kitu. Jana niliwaambia kuhusu altars. Nikasema kwamba evil foundation manifest through evil altars. Let's read Judges chapter number 6:25. Amen. Tulisoma Numbers 23. Leo nataka tusome Judges number 6. Hii ni story ya mtu anaitwa Gideon. Judges, hii tu ndio nitamalizia alafu tuombe. Najua kwamba Bwana atatusaidia. Mungu ndio hufanya kazi, si mwanadamu. Kwa hivyo whether ni ubiri kidogo ama ni ubiri sana, haitamzuilia Mungu kufanya kazi. Sema amen. Inasema, and it came to pass. Somebody say it will come to pass. I want you to preach with me. Say it will come to pass. The Bible, and it came to what? To pass. What came to pass? The same night that the Lord said unto him, take thy father's young bullock, even the second bullock of the 7 years old, throw down the altar of Baal that thy father hath, and cut down the groove that is by it, and build an altar unto the Lord thy God upon the top of this rock in the other place, and take the second bullock and offer a burnt sacrifice with the wood of the groove which thou shalt cut down. Then Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord had said unto him. And so it was, because he feared his father's household and the men of the city, that he could not do it by day, that he did it by. When dealing with foundations and especially evil altars, kuna mambo huwezi fanya mchana. Kuna mambo mengine unafanya usiku. Amen. Gideon pamoja na mafuta yote aliogopa watu wa mji, akaogopa nani? Familia, because this was a family altar and a national altar. Akaamua kudeal na madhabahu usiku. Kuna vitu hatushughulikiange mchana, tunashughulikia usiku. Ndio maana penda kesha. Penda nini? Kesha. Mwambie jirani, tafadhali punguza usingizi. Amina. Unataka kwenda mbali, punguza nini? Usingizi. Kuna vitu vinasikia maombi ya usiku na maombi ya muda mrefu. Amen. Hallelujah. Kuna hii testimony the man of God alitoa, ilinijenga. Kwetu sisi tumefanya mambo kama hayo. Alisikia ripoti ya kwamba Waislamu wamenunua uwanja, ilikuwa hapa ya eka 5. Na wanakuja kujenga msikiti na academy. Na aliambiwa na mshirika wa kanisa wake ambaye ni maid kwa moja wa Waislamu. Akaambia, pastor, kuna kitu nimesikia kwetu wakiongelea kwamba wanakuja ku break ground ya kujenga nini? Msikiti. Akamwambia, thank you, God bless you. Pastor akatangaza, asema, wapendwa Bwana asifiwe. Friday tuko hapa, tuna kazi kidogo. Tuna kazi kidogo. Unajua kila kanisa ina tabia ya kwao, kila kanisa ina lugha yao. Kwetu kanisani huwa tuna lugha ya kwetu. Department zangu zote zinajua lugha yangu. We don't, sisi kanisani waseme ama hivi, tunaangaliana. Nikikuangalia unajua kile nasema. Amen. Saa hizi nikitandi hivi nikiangalia mtu hapa, anajua kile nasema, ataamuka. Unashindwa kwani anaenda wapi? Tumeshaongea. Lugha. Lazima watu wa madhabahu wawe na nini? Lugha. Mnamfunga mtu na ajue amefungwa. Mnamnyonga mtu mic na ajue amefanya nini? Amenyongwa. Mnamnyongea hapo tu. Ni lugha. Amen. Ni lugha. That's why ni vibaya sana kwenda mahali na ina science. Kwetu tunasemanga science and tunaongea na signs and wonders. Kwetu we are speaking in signs and wonders. Hiyo tuachane na hiyo. So usiku Friday, pastor akapanga watu wake intercessors
wakaenda wakatembelea ile nchi, wakakanyanga, wakachukua maji wakaimwaga, wakachukua chumvi wakaimwaga, wakachukua mafuta wakaitakasa, wakarudi. After 1 week ripoti ilipatikana hawakuweza kujenga msikiti, walihamisha msikiti wakaenda kujenga kwingine. Are you listening to me? Kuna vitu huwezi kudeal nayo nini? Jana. Una deal nayo. Number 2, kuna maombi uombangi watu wakisikia. Are you listening to me? Unaenda kusema na ngoa, na bomoa, na watu wa familia wanakujua. Nasema huyu ananibomoa. Na bomoa familia altar ya kwetu. Nasema kuna maombi ya tuombangi in the public. Asiwe Yesu. Na ngoa madhabahu ya kwetu. Na ngoa madhabahu ya ulevi. Na baba yako wako hapo. Wewe ndio utangolewa. Are you listening to me? Gideon alijua siri akasema, hii nitadila yo wapi? Usiku. Hey! Bwana sana. Kuna wakati tunaombanga bila viatu. Ukikuta tumetoa viatu ni kubaya. Ni nini? Kubaya. Juzi tulifanya kitu hapo kwetu. Na nashukuru Mungu. Bwana sana. Kuna siku niliwasababisha hawa watembee miguu tupu. Hawa. Amen. Kuna wakati nililetewa kakesi hapo kwetu kwa reli, train imegonga mtu. Iligonga mtu deaf, ikagonga nini? Ilianza kwa kugonga mtu deaf. Baadaye tukakuta after another week tukapata mwili mwingine hapa imegongwa na train. Another time siji watu wa pikipiki. Anasema hapana. Hatuwezi kapa kwetu kanisa tuko mahali panaitwa Railway Halt. Mahali watu wakitoka Nairobi wanashukia hapo. Sasa tukiwa hapo tukasema haiwezekani, tulienda usiku. Huwezi omba maombi kama hiyo mchana. Unaenda hapo tukatembelea hapo miguu tukaroga. Mimi nasemanga hivi, we are dangerous witch doctors. Hautujui. Aswe Yesu. The Bible says we are not ignorant of what? The devices of the. So in other words, we also need to be schemers. Are you listening to me? Injili kama you are not a schemer, huwezi faulu. Utagongwa. Amen. Tukaenda tukamwaga mafuta, tukatakasa reli mpaka wa leo. Mumeisikia tena? Iliisha. Kila siku mtu alikuwa na almost every week mtu alikuwa anagongewa hapo. Tukajua hii ni madhabahu inainunuliwa hapa. Maana kuna watu walikuja kujenga hapo railway. Tulikuwa tunajua ni kina nani wanajenga hiyo stage. Amen. Tukajua hii ni nini? Hii ni kafara. Tukaenda tukakuta sijui mmoja wetu akakuta hiyo asubuhi moja before tuende pale. Akakuta mbuzi imechinjwa na haijaguzwa, imetandazwa. Nasema hapana, we cannot watch aimlessly. Lazima tufanye. Napenda Biblia maandika sema kwamba the things of the kingdom are foolishness. But to us who are being saved is what? Power. Hey, asiwe Yesu. Ukitaka kuvunja madhabahu, you must fight. Hey, Bwana asifiwe sana. The Bible says the kingdom of God suffers violent and the violent take it by force. Nisikize vizuri, tangia wakati wa Yohana Mbatizaji mambo yalibadilika. Wewe unasema Yesu alimaliza yote, ngojea. Fanya nini? Ngojea. John Hagin, and I know many men of God mmesoma hiyo kitabu chake cha maombi. Siku moja alikuwa anaongea na Yesu in a vision. Pepo ikaja ikaingia katikati, akakata communication. John Hagin akawa anasumbuka moyoni. Is it John Hagin and Derek Prince, whichever either of the two? Akasumbuka moyoni. Akawa na ulishindwa, mbona Yesu akemei hii pepo? Akasema kwa jina la Yesu, toka. Pepo ikaondoka. Akauliza Yesu, ngoja kidogo. Mbona huko unasumbuka huyu mtu akiwa hapa na amekata communication? Yesu akamwambia, niliwapatia mamlaka yote. Niliwapatia nini? Church, we have authority. Ni vibaya sana ukaliwe na una mamlaka. Asiwe Yesu. Mnaonanga maaskari barabarani, kadada kembamba, lakini kamevaa nini? Na wewe unaendesha trailer ya miguu 20 na ngapi? Na 4. Anainua mkono. Hata kama unaendesha nini? Unasema? Asiwe Yesu. Pamoja na tumbo yako na trailer yako utaweka. Listen to me church. Sisi ni maaskari kiroho.
Are you listening to me? Kazi moja ya kanisa ni kufanya kitu inaitwa spiritual patrolling. We patrol in the spirit. I usually say in our church, we determine what happened in this area. Are you listening to me? Amwezi kuja kwetu vitu tuangalie, tutawaleta chini. Sisi ni tunafanya spiritual policing. Amen. Na kanisa lazima tuache hii roho ya don't care. You must care. Are you listening to me? Unakuta watu wana vandalize vitu. Uko hapo tu. Mimi naambianga watu kwetu kanisani, huwezi nijua kama mimi si askari. Huwezi nijua. Ukinikuta pale nje, huwezi nijua. Mimi na kwa muanga traffic. Mimi na kwa muanga traffic. Nakuta mahali kuna commotion na excuse me. Nini kinaendelea hapa? Na ninaongea na mamlaka. Siku moja kuna watu matatu imegongana, matatu na person imegongana Ngara. Nimechelewa naenda mkutano ya national. Hawataki kutoka. Nikashuka kwa gari yangu nikafunga ikiguruma. Nikaenda. Nikauliza shida ni nini? Officer, ni fulani. Nasema na nilikuwa nimevaa suti. So nikauliza ni nini shida? Sema ofisa ni huyu. Nikamwambia ngoja kidogo. Nani amegongwa? Wewe. Ni hapa okay. Weka gari pale. Wewe toa gari weka wapi? Pale. Sasa yangu ikawa inafungia singi. Wale wanapiga honi pupu. Nikamwambia wewe nyamaza, simama hapo. Mimi ni askari. So nikaona askari akija, nikamwambia officer, thank you for coming. Saidia hao watu. Kaenda kwa gari. Amen. Don't just sit there na kuangalia mambo. Unajua mimi hapana. Mimi siwezi watch vitu zikiharibika. I take charge. Are you listening to me? Nikikuta unaiba maji na kufunga na kukamata na kupeleka polisi. Mimi na kupeleka polisi vizuri na nitakuacha kule umefungwa. Na utajua kama mimi ni nani? Kuna siku mama fulani wa mjamaa mmoja alikuwa anaibiwa, amehaijakiwa 44. Ameletwa hapo kwetu kanisani, anaambiwa na wakora tuingie hapa tuchukue mtu mwingine. Akafika kwetu kanisani, akakataa kwenda. Ambia mimi siendi, mliniambia naenda Kimbo Police. Kimbo Police iko Saidile. Nikatoka. Nikauliza habari yenu? Ni nini shida? Asema officer. Officer, hawa watu wamenishika 44, wanasema ni maaskari. Baba nikamwambia okay, ngoja kidogo. Excuse me, amefanya nini? Asema huyu bla bla. Nikamwambia okay, can I see your ID? Kumbe wa jamaa wanabeba moto. Iko wapi? Nikaona alipoinua mkono hivi, nikaona nini? Moto iko hapa. Nikajua hapa lazima niwe very sharp. Niwe very sharp. Sasa nikaita watu walio hapo karibu, nilipokuja watu wa pikipiki wakakusanyika, wakakuja. Nikajua hapa hii ndio itatusaidia. Nikauliza sikizeni vizuri. Sheria inasema hivi, you cannot force somebody to do anything by force. Kwa hivyo kama anataka kwenda Kimbo, nataka tuingie kwa gari tumpeleke wapi? Kimbo. Sahi. Lakini mwezi mforce aende. Kama mna mtu mnaenda mchukua, endeni mchukue gari Kimbo, peleke. Asema ofisa umesema vizuri. Hawajui mimi ni. Sasa baadaye nilipowaitisha kitambulisho, hawana kitambulisho. Sasa na watu wamekusanyika. Asema watoe kitambulisho. Mimi hata sipigi kelele. Asema amta proceed hapa mpaka mtoe nini? Kitambulisho, mtoeni vitambulisho zenu. Hawakutoa. Baadaye walipoona moja akatoka, akaanza kujifanya anapiga nini? Simu. Mwenzake aliyekuwa hapa akaona kimeumana, akachomoka naye asema, "Hebu ngoja ni communicate na." Akasema, "Hapana, hakuna mahali unaenda, tupatie kitambulisho." Kumbe yule mwenzake pale amecock gun. Akapiga risasi juu. Pow! Watu wote walilala chini, wote. Mimi sikulala chini. Nikamwambia angalia. So nikasimama hapo tu, hata huyu mwenye alikuwa karibu na sisi akachomoka chwa. Akakimbia. Tulimuokoa mtu mwa gari, nikamwambia wewe enda zako, Mungu amekusaidia. Hawakujua mimi ni pastor. Bwana vizana. So you must take charge. Tell your neighbor, take charge. Wacha kukaa tu hivi. Unajua mimi ni mama. Who said that? Wamama ndiye hatari sana. Wamama mkiamua, kama siku nyingine naingia matatu, wakati usikuwa na, nafikiri nilikuwa na gari lakini nilikuwa garage. Nilikuwa naenda mahali. Hii sheria ya michuki ilikuwa imeanza. Tunawekwa watu. Tunakanga watu ngapi? Watatu. Naingia matatu, nilikuwa sijui naenda wapi? Thika. Mtu akonda anambia, "Songa mzee, songa."
Mtu akaya hapa nikamwambia wewe. Ambia hapana. Akanitoa kwetu akanifikisha KU. Akaniambia basi kama hutaki kukaa wanne shuka. Nikamuuliza, we umekanyanga waya mbaya sana. Listen to me very carefully and listen to me young man. Nirudishe mahali nimetoka. Nirudishe mahali nimefanya nini? Hiyo distance yote piga gari nirudishe. Watu wote wakaniangalia. Nikasema and I'm very serious. Nifanye nini? Kama unataka nishuke, na nikasema sikiza vizuri, from now hakuna hii gari haitajaza, itabeba exactly from now. Nikakalia mlango. Walibeba mpaka Thika. Nikashuka nikaenda zangu. Mimi ni pastor na nimeokoka. Rika lobo zao. Hallelujah. Tell your neighbor, take. Nisikiza wapendwa, ufalme Mungu unyakuliwa na wenye nguvu. Weka hapa tukua goigoi. Nasema baba, mimi ni matope tu. Mimi ni mnyongororo. Hakuna, sikiza, kuna maombi tunaombanga tunajifanya ni maombi ya unyenyekevu. Si unyenyekevu, ni lack of knowledge. Hallelujah. The language the devil understand ni language ya toka out in Jesus name. Hutachukua territory yangu. Hey, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wapendwa, lazima ufanye kisirani. Useme sikai shetani kwa hii nyumba. Hallelujah. Una draw boundary yako. Unasema hii ni territory yangu. I say in my home and I say it with authority. Nasemanga hivi, shetani hawezi nyonga watoto wangu. Kabla hajawanyonga aninyonge kwanza. I tell people, when you come and sleep in my house, utalala vizuri. Maana kunyongani. I am the one in charge. Sasa pepo zinatoka wapi kunyongana? Asifiwe Bwana Yesu. And we have had testimonies of people ambao wamelala kwangu, wameokoka. Mtu anakuja anasema hapa sijawahi lala kama vile nimelala hapa. Mtu anakuja anasema hapa nimepata amani. Why? Tuna mamlaka. Hallelujah. In my house we pray every day. We have a family altar. We pray every night. Kwetu huwezi enda kulala kama tujaomba. Amen. Because we are under the authority of Christ. Asifiwe Yesu. Sasa usikubali. Unajua shida ya shetani anagurumanga. Unatumiwa ka ugonjwa. Kama hii ugonjwa ya COVID. COVID si ugonjwa. COVID ni pepo. Ni ugonjwa na ni pepo. Mimi niulize hapa, nimekuwa na encounter na COVID. Lakini COVID si ugonjwa. COVID ni pepo. Ni siku nyingine. Asifiwe Bwana Yesu. Na nikaambiwa na Mungu, ukilala hapa, nilishikwa na kuna bishop tulimzika, and I was in the committee. Sasa chairman wa committee akashikwa na COVID. Wednesday akanipigia simu, Reverend, nimepatikana na COVID mimi na mke wangu. Asubuhi. Sasa nikajua hapa kimeuma. Na tulikuwa hapa na hapa, lakini kwetu kanisani tulitangaza 2020 is a COVID free zone. Na tukasema hatuziki mshirika na COVID. Sasa nikapigwa simu mchana kwenda kuombea certain church hapo Manguo. Tukaja tukaomba. Nilipoingia kwa hiyo church nilisikia kama nitaanguka. Nikatafuta kiti iliyo hapo karibu nikakalia. Saa hiyo nina sweat, saa hiyo nasikia kubreathe ni shida. Na niliambiwa asubuhi pastor mwenyewe akasema, I thank God, neema ya Mungu imekalia kiti kwenye madhabahu. I wish angejua. Si kukalia nilitafuta, nasikia kwangu. Nikakaa hapo tukaomba, tukamaliza na sweat. Hata sikuambia wale wachungaji nilikuwa nao. Nikambeba moja Pastor Martin wa secretary kwenye city tribulars, nikampeleka kwake, nikandrop, nikaenda kanisani. Kwenda kwa ofisi nikasikia ni kubaya. Nikaenda kanisani, nikaomba, nikasikia afadhali kidogo, nikarudi kwa ofisi. Kwenda kwa ofisi, ikafika masaa ya jioni baada ya jioni, nikasikia siwezi hubiri. Nikaita one of my sons, nikamwambia wewe ndio utahubiri. Akaniuliza, Reverend, mbona umeniambia very late? Nikamwambia usiniulize hiyo swali. Biblia inasema be ready in season, not season, so usiniulize maswali kama hiyo, wewe hubiri. Akaja akahubiri, akamalizia akaniita niombe. Nikaomba. Wangejua kile kilikuwa kinaendelea,
sikumwambia mtu. So nikafunga, nikaenda nyumbani. Nikamwambia mke wangu anataka utakula, nikamwambia hapana. Nasikia. Mke wangu anajua nikisema ni kubaya, ni sema sisikii vizuri. Akaniangalia, is there anything wrong? Nikamwambia tunahitaji maombi hapa. Nikaingia bedroom. Sikukula. Nafikiri nilikula, si kama ni mboga ama ni matunda. Nikaenda kuingia ndani. Kuingia kwa kitanda nikasikia very clear voice. Ukilala hautaamka. Very clear, very audible. Ukilala, mke wangu wako hapa, nilipiga magoti. Niliomba kuanzia saa 4 mpaka saa 11 asubuhi. Nilipo saa 11 nilisikia kitu kikitoka. Ikapitia dirisha. Na ikaenda. Na nikalala, niliamka saa 5 asubuhi. Completely healed. Are you listening to me? Unanisikiza? Kwa hivyo mimi najua COVID sio ugonjwa. COVID ni ugonjwa, lakini nyuma kuna nini? Pepo. Hallelujah. Mimi nasemanga hivi, wapendwa, you can purpose the life you want to live. Unasema mimi sitagonjeka, na utajaribiwa. Are you listening to me? Tuomba sitakutafuta. Lakini simama. The Bible says by the stripes of Jesus I am. Listen, can I say this? Hata kama wewe ni mgonjwa, haibadilishi maandiko. Are you getting me? Haisemi ukisikia huko vizuri saa hiyo maandiko haifanyi kazi. Maandiko yanasema kwamba by his stripes we were healed. So wewe ninasikia vibaya ama sisikii vibaya, position yangu ni I am healed. You see this man here? I know what is death. I have died. Hiyo ni siku nyingine. Amen. Na ukikufa unajua mahali unaenda. Hao watu wanatusumbua tukuombee, tukutoe, tukuweke bure. Hata tukutoe umweke mahali pema peponi, ushajichagulia. Are you listening to me? 2010, my wife is a witness and our church. Mimi nilienda. Hii ni second life, Bishop. That's why I preach with passion. Amen. Kwa sababu I know death. So the man you are seeing here is a walking miracle. Bwana vizana. Hallelujah. Listen to me, church. The language the devil understand. Nitoka. Because the devil will never give you what you want. He will give you what you demand. Are you listening? He will, ati naomba shetani nihurumie. Hahurumiangi watu. Ile dini mimi nililelewa. Mimi nilikuwa nimelelewa Baptist. I usually say I'm a Baptist preacher, a missionary to the Pentecostals. Kanisa letu hatukusumbua shetani. Maana sasa shetani mnamsumbua ya nini? Hajakuja. Napenda saying ambaye our chairman Bishop Bireri anasemanga wa National Committee. Anasema hivi, mahali popote mtakutana na shetani, mtaandike. Mahali popote. Because the devil is not your cousin. The devil is not your brother. The devil is not your neighbor. Are you listening to me? So mukikutana na yeye, hata kama huko umepanga vita, mtaandike. Are you listening to me? Hii maombi ya uzuri, baba nihurumie. Ushahurumiwa. Are you listening? Huyu mama na sisi ni miracles. Huyu mama amepitia mapito. Huyu alikuwa aende. Huyu mama amepoteza. Sisi tumepitia mapito ya kupoteza watoto. Amen. Huyu mtoto mnamuona hapa anaimba alianza kuimba akiwa na 3 years. Madaktari hawakumuona. Wao walisema huyu kwisha. Walimwambia huyu mama huwezi kubeba hii mimba. Tulisimama in the gap. Nasema kuna siku tulienda hospitali tukaambiwa lazima adungwe shindano 2500 every week for 12 weeks. Number 1 saa hiyo tunangangana. Itatoka wapi? Madaktari walinitukana. Wananiambia wewe pasta, ubiri wachana na madaktari. Tuachie kazi yetu. Nikamwamsha saa 7 nikamwambia mama, you have a choice. Ni madaktari tutasikiza ama ni Mungu. Nakumbuka nilimwamsha saa 7 na dakika 5. Akaniuliza unatakaje? Kaambia mimi sindano. Na one of the things ambazo nilifanya sitaki shindano, sina pesa. Shindano? Sasa yeye akaenda akaachana na madawa yote. Huyu mama alibleed.
mpaka miezi 7 sporting. Amen. Tunaenda daktari akisport, tunakimbia tena hospitali, anasema mmerudi. Pasa nilikwambiaje? Wanatuandikia, tunapeleka kwa Mungu. Mungu, tumekuja kwa chemist yako, kwa sababu kwa chemist yako kuna kila aina ya nini? Dawa. Hallelujah. Today we have a son, a miracle. Watu wengi wanamwangalianga akiabudu, wanalia. Bwana Yesu sana. Listen church, you must demand that which belongs to you. Do you have people today who are saying enough is enough? Are you tired of the situation you are in? Hallelujah. Can you stand on your feet because of time? We must demand for our right. Are you listening to me? Say, Father, in the name of Jesus, every evil foundation in my life, in my family, in my city, let it break. Can I read this scripture very quickly? Tulisoma jana. Mika chapter 2 verses number 13. Inasema hivi, the breaker, hey, shall be able to do what? Will arise in their midst. Hey, hallelujah. Can we read that scripture very quickly? Listen to me. The person here, the Mika is mentioning about ni Yesu. Yesu ndiye anaitwa breaker. Kwa hivyo he is in our midst. Na kila kitu ambacho ni sugu. Chapter number 13. Mika chapter 2 verse number 13. Nasema, the breaker is come up before them. They have broken up and have passed through the gate and are gone out by it. And their king shall pass before them, and the Lord on the head, and the Lord on the head of them. Say, Father, in Jesus' name, I invite the breaker in my life. Every evil foundation working against me, working against my progress, working against my calling, working against my business, this evening in Jesus' name, I declare it broken. I invite the breaker to break every yoke, every connection, every soul tie, every altar, kila madhabahu ya uchawi, ya uganga, kila madhabahu ya foundation ya kwetu, catch fire, catch fire. Somebody pray right now in the name of Jesus. Pray kama shaka mayanda. Break every evil foundation. Break every evil foundation in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tangaza, nakataa kuzuiliwa, nakataa kuzuiliwa, nakataa kuzuiliwa, nakataa kuwekewa mipaka. Lekazoka la babosaya. Give way, give way, give way, give way. Give way, give way, give way. Give way, give way, give way. Give way, give way. In Jesus' name. 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 Rekaba shakaba yanda. Give way, give way, give way. Somebody pray, 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 pray. Clap your hands. Pray. Clap your hands. As you pray, clap your hands. Keshakaba yanda bakata. Keba zokata kata. Oh shakabayanda. Oh shekabayanda. Rekabayanda laba laba. Rekabayanda bakata. Rekabayanda bakata. Rekabayanda bakata. Rekabayanda bakata. Kesakayaba kata kata. In the name of Jesus. 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 Hey, 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 hey. I break every altar. I destroy every altar
against my life, against my life, against my ministry, against my family. In the name of Jesus, every evil soul tie, every evil soul tie, every evil soul tie, every evil soul tie, I disconnect myself from you. In the name of Jesus, every evil priesthood, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Pray, kama somebody pray, 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 pray. Pray kama yanda bakata. Tangaza nakataa kuwa mtumwa. Nakataa kuwa mtumwa. Hey! In Jesus' name we pray. I say in Jesus' name we pray. I wish we had time. Listen to me. Listen to me. Kuna swali inaulizwa kwenye Psalms 114. Oh Jordan, what did you see? Oh River Nile, what did you see that you parted? Psalms 114 verses 5 inauliza hiyo maswali. Inasema hivi. Glory to God. Nasema, what ailed thee, O thou sea, that thou fled? Thou Jordan, that thou was driven back. Nisikiza vizuri. Jordan haikuwa na wana wa Israeli. Bahari ya Shamu haikuwa na wana wa Israeli. Kuna mtu aliona. Ukirudi hapo juu inasema hivi katika verses number 3. The sea saw it and fled. Jordan was driven back. The mountain skipped like rams. The little hills like lambs. Hapa inaongea kuhusu the leading of God. Wana wa Israeli walienda na sanduku la agano. Sanduku la agano ili represent nini? God and his presence. So kila Yordani iliona haikuwa na watu, iliona Mungu. Kila bahari ya Shamu iliona ikasema huyu mtu akija hapa lazima nipeane njia. Nisikize vizuri leo. Kuna vitu lazima zipeane njia kwa maisha yako. Hallelujah. If you are a carrier of Jesus, are you listening to me? There are doors that must give way. Wangapi mnajua automatic doors? Unakuja, in a sense umefanya nini? Can I say this? Spiritual doors are also automatic. Kuna vitu lazima ipeane njia kwenye maisha yako. Leo tunataka kuongelesha kila kizuizi kimetuzuilia kwa ndoa, kimetuzuilia kwa biashara, kimetuzuilia kwa huduma. We are not coming in our name. David alisema hivi, you come to me with a javelin and with a sword. I am coming to you in the name of what? The Lord of hosts. Leo tunasema kwa jina la Yesu, Bwana anaenda kututangulia na kila mlango itapeana njia. Hallelujah. Sema Baba kwa jina la Yesu, hali zote za maisha yangu unayafahamu. Misingi ya maisha yangu unayafahamu. Vizuizi ambazo zimenizuilia kwa maisha, kwa ndoa, kwa biashara, kwa huduma, kwa kiroho, na yaleta kwako. Na ninakukaribisha leo nitangulie. Ninapoingia kwenye hiyo familia, Yesu uko mbele yangu. Kama vile neno lako limesema kwa kitabu cha Mika, ya kwamba you the breaker, you shall go ahead of us. Na kwa hivyo ninapoondoka kwenye hii mkutano, najua unanitangulia. Kila mlango peana njia, kila kizuizi peana njia, kila tatizo peana njia kwa jina la Yesu. Yordani, Yordani, Yordani,
Hey, nataka uinue hiyo sauti, sema Yordani. Kila Yordani kwa maisha yangu, kila bahari ya Shamu kwa maisha yangu, leo unamuona Yesu, maana Yesu ananitangulia, na kwa hivyo ninakuzungumzia. Give way, give way, give way, give way. Pray, 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 pray. Give way, give way, give way. Every Jordan, every sea, every hindrance, every problem. Hey, 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 hey. Give way, give way, give way, give way, give way, give way, give way. Biashara, give way. Kazi, give way. Keza kata kata kata. Somebody pray, 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 pray. Kwa familia yangu, kwa familia yangu, give way. Hautanizuilia, hautanizuilia, hautanizuilia. Huduma yangu, keza kata kata, keza kata kata, keza kata kata. Meshala babosaya, ye kazo kata kata, keza kata kata. Somebody pray, 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 pray. In Jesus name. Ewe Yordani, give way. Peana njia, maana Bwana ananitangulia. The breaker, the breaker, the breaker, the breaker is going ahead. The breaker is going ahead. The breaker is going ahead of me. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Somebody say, in Jesus' name I pray. Somebody say amen. Inua mikono yako. Shalamayanda. Mama sakatakata. Shalabayanda. Makazokata. Sema, Baba, nakualika kwa maisha yangu. Ingilia kati matatizo yangu yote, shida zangu zote, kwa jina la Yesu. Kila evil foundation inayotokana na kwetu, inayotokana na kule nimezaliwa, inayotokana na kule nimeoa ama nimeolewa, leo katika jina la Yesu, ondoka. Peana njia, peana njia, peana njia. Kila soul tie inayoniunganisha na hiyo foundation, na ikata, na ikata kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu, na ikata. Kila evil priesthood inayonisungumzia leo, ninakunyamazisha kwa jina la Yesu. Kila sauti inayoongea nyuma yangu, inayosema sifaulu, inayosema sitaendelea, kuanzia leo, hiyo sauti ninakunyamazisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakuzika kwenye shimo la sahau kwa jina la Yesu. Na leo ninajitabiria, mimi ni mfanikiwa, mimi nafaulu, mimi napanuka, kushoto, kulia, mbele, nyuma. Sitazuiliwa, sitazuiliwa. Nakataa kuzuiliwa. Sema, nakataa kuzuiliwa. Kataa, kataa, kataa. Whether ni kibiashara, whether ni kihuduma, hey, kataa. Tangaza, nakataa kuzuiliwa, nakataa kuzuiliwa, nakataa kuzuiliwa, nakataa kuzuiliwa, nakataa. Kesa kata kata kata. Reka mayanda bakata, reka mayanda bakata. Nakataa kuzuiliwa kihuduma, kimaisha, kindoa, kifedha. Nakataa, nakataa, nakataa. Nakesa kalababosaya. In Jesus' name we pray. The church of God say amen. Haya maombi unaweza kwenda kuomba nyumbani.
Inua mikono yako niombe na wewe. Man of God, I'm done. Mimi nimemaliza. Atatupatia nafasi tutoe sadaka. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinaongea juu ya maisha yetu ni sadaka. Ningekuwa na muda ningekuongelesha umuhimu wa kutoa sadaka katika madhabahu. Sio kila mahali, katika madhabahu. Tutapatiwa hiyo nafasi. Bwana asifiwe sana. Inua mikono yako niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, nimenena neno lako juu ya watu wako. Unasema ya kwamba unaangalia neno lako utimize. Ninakuomba Baba, timiza neno lako juu ya maisha ya watu wako. Watu waliozuiliwa, watu ambao wamefungiwa, ambao wanabeba potential kubwa. Wengine ni wanabiashara wa kimataifa, lakini foundations za uovu imewazuilia. Leo natangaza katika neema umeweka juu ya maisha yangu na mafuta ile umenipa, wanafunguliwa, wanawekwa huru katika jina la Yesu. Nafungua biashara za kimataifa, nafungua biashara za mataifa, nafungulia watu wako my Father milango yaliyofungwa, na ninaondoa kila kizuizi, nabomoa kila kuta katika jina la Yesu Kristo. Naombea watumishi wako walio hapa, huduma zimeakilishwa hapa. Naomba neema ya Mungu iwashukie. Natangaza kupanuka kwa hizo huduma. Natangaza kupanuka kwa hiyo kazi. Mungu ukuwaita uwaibishe, uliwaita uwapanue. Natangaza expansion kwa hizo huduma zimeakilishwa hapa katika jina la Yesu Kristo. Natangaza my Father, my God, let the wind of favor blow over their lives, blow over their ministries katika jina la Yesu Kristo. Naombea jamii zilizo hapa ambazo zimezuiliwa. Leo natangaza hiyo kifuniko inaondoka. Kila sitara, kila kifuniko cha uovu, kila sitara naiondoa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila kifuniko mama mozaya reka mayanda labozaya reka mayanda bakata. Naachilia neema hapa, naachilia nguvu za Mungu katika nyumba hii mzima. Natakasa hewa ya hii nyumba, natakasa anga ya mahala hapa. Natangaza kila kizuizi inavunjika, kongwa zinakatika, kamba zinakatika katika jina la Yesu Kristo. Watu waliozuiliwa kwa miaka mingi, na nenea kila evil foundation, give way. Peana njia. Hautakalia watu wa Mungu tena, hautawazuilia tena, sheka bayanda bakata. Naachilia moto kwenye hii nyumba mzima. Naachilia moto. Shaka bayanda, fire all over. Kuna watu hapa wanabeba potential. Hiyo potential imezuiliwa. Hiyo potential naita. Kesha kata fire all over. Naachilia neema ya kufunguliwa. Yes, I set it free. Kata. Na nena foundations, na nena na misingi, na nena na foundation. Fire. Kesa kata. Holy Ghost take over. Holy Ghost touch your people. Set free the captive. Moto. Kila aliyefungwa, natangaza freedom. Kila mfungwa, navunja kila sitara, na neno na kila Yordani, give way. Kila bahari ya Shamu, give way. Fire all over.
Give way, give way, give way, give way, give way, give way, give way. Shaka mayanda bakata. Moses, kwenda kwa keyboard. Shaka mayanda. Reka mayanda bakata. Reka mayanda bakata. Reka mayanda bakata. Reka mayanda. Fire, 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 fire. Fire, fire. Ninaitisha msako wa kiroho. Naitisha 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 msako. Fire. Hey, shaka mayanda. Msako. Ministers, let's pray. Let's pray. Ministers, I want you to walk around. Begin to pray. Men of God. Yes. Shaka mayanda. Reka mayanda. Reka mayanda. Reka mayanda. Reka mayanda. Shaka mayanda. Fire all over. 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 Let us go. 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 Reka baba boshe. Makata kata kata mayanda. Reka mayanda. Reka boshe kata mayanda. Reka baba. Reka mayanda. Msako, msako, msako. Msako wa kiroho. Msako wa kiroho. Msako wa kiroho. Na nena na kila Yordani. Na nena na kila Yordani. Na nena na kila bahari ya Shamu. Give way. Give way. Give way. Give way. Give way. Shakaba. Reka mayanda bakata. Reka mayanda bakata. Hawa lazima wafunguliwe. Nafungua mateka. 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 Mateka wa magonjwa. Mateka ya balaa. Mateka wa ndoa. Fire, 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 fire. Funguliwa. 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 Sheka mayanda. Fire, fire, fire. 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 Kila mikatale. Kila kamba. Kila kamba. Kila kamba. Kila kamba. Kila kamba. Kila kamba. Keria magandere bozea. Shekata kata kama zaya. Yesu ameshuka kuwafungua mateka na kuharibu kazi ya adui katika jina la Yesu Kristo. Reka babozeka. Chains are being broken. Chains are being broken. Chains are being broken. Chains are being broken. I can see the chains broken. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kerabaganda. Kerababababo. Nakote keriba. Shekatakada. Rekabozerabaganda. Chains are being broken. Chains of evil foundations are. Yes, give way. Give way. Give way. Give way. Give way. Let the people of God free. Let them be free. Let them be free. Let them be free. Let them be free. Nisikize. Hatutaweza kuguza kila mmoja wenu hapa. Lakini tunaenda kufanya prophetic action. Prophetic action. Hii madhabahu inabeba uzima. Nimeitisha anointing oil hakuna. Nitatumia hii maji. Nitamwaga haya maji kwenye haya madhabahu. Nitaiombea. Kama vile hii maji itatiririka. Ngoja. Hii tunatangaza hii ni mafuta. The Bible says anointing breaks yokes. Kwa hivyo kama vile hii maji itatiririka kwenye haya madhabahu, inatiririkia maisha yako. Inatiririkia huduma yako. Inatiririkia ndoa yako. Kila ndoa ambayo imezuiliwa na evil foundation, kila biashara ambayo imezuiliwa na evil foundation, hizo foundations zinaenda kupeana njia. Leo Jesus name. Kila msingi tunakuuliza ni nini umeona? Haujaona Pastor Elijah?
haujaona Pastor Geoffrey, haujaona Bishop, unaenda kumuona Yesu. Bishop John, Bishop na Pastor kujeni hapa. Nataka tukubaliane tuombee hii maji. Hii ni mafuta sasa. Katika jina la Yesu. Baba, kwa umoja wa watumishi wako, tunaitakasa haya maji. Hii ni maji ya kawaida. Haina kitu kingine ndani, lakini sasa hivi tunapoiombea tunaitenga kwa sababu ya the spiritual assignment. Na Baba, tunaitakasa kwa jina la Yesu. Tutakapomwaga katika haya madhabahu itakuwa moto. Itakuwa ni maji ya utakaso. Kutakasa maisha ya watu. Itakuwa kidole cha Mungu cha kulamba kazi ya shetani. Itakuwa moto. 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 Hakuna msingi wa kipepo. Hakuna foundation ambayo ni off. Itakayoweza kufaulu. Itakayoweza kusimama. Kinyume na kanisa hili. Kinyume na huduma hii. Kinyume na familia hizi. Katika jina la Baba na la Mwana. Roho Mtakatifu. Inua mikono yako mahali ulipo. Just be ready, be ready, be ready, be ready. Reka mashaka bayanda. Father, I raise a prophetic action in this place. Haya maji ni maji ya kawaida. Haijatoka kwingine, imetoka hapa tu. And as I use it in this service, let there be miracles. Let there be signs and wonders. Nilikuwa natamani kumwaga hapa mafuta, lakini sasa haya ni mafuta. We turn this water to be blood. We turn this water to be to be anointing. We turn this water to be fire. In the name of the Father. Hallelujah. In the name of the Son. And in the name of the Holy Spirit. Let it flow. 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 Yes. Let it flow. Yes. Let it flow. Hallelujah. Wacha watu wafunguliwe. Wacha nira zivunjike. Wacha mikatale ya katike. Wacha nira zipeane njia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Watu waliozuiliwa kibiashara wanapewa njia. Watu waliozuiliwa kibiashara wanapewa njia. Watu waliozuiliwa kindoa wanapewa njia. Watu waliozuiliwa kikazi wanapewa njia. Watu waliozuiliwa kipawa wanapewa njia. Nafungua kila kipawa. Nafungua kila kipawa. Nafungua kila kipawa. Nafungua kila kipawa. Vipawa vya unabii. Vipawa vya uimbaji. Vipawa vya unabii. Vipawa vya uimbaji. Vipawa vya huduma. Nafungua, nafungua, nafungua. 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 Kila kipawa. Mikatale. Minyororo. Toka. Toka. Katika jina la Yesu Kristo. Achilia maisha. Achilia fire. Achilia. Rakabazekata. Out of his life. Rekabozekata. Out. Rekaboshekada. Kesa. Rekabozeka. Let them go. Manifest as you go out. Let them go. Manifest as you live. Jesus' name. In the name of Jesus. Fire all over. Fire. 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 Yes. Fire. Yes. Fire. Fire. Kama yanda bakata. I set you free. I set you free. I set you free. I set you free. Set you free. Set you free. Free. Jesus' name. Jesus' name. Arise our God. Yes. Arise our God. Let your enemies be arise our God. Arise, O God. Arise our God. Arise, O God. Let the enemies of your people you are the breaker. Be scattered. You are the breaker. Be scattered. You are the breaker. You are the breaker. You are going before your people. You are the breaker. Jesus' name.
Thank you, mighty God. Thank you, Jehovah Jireh. Asante Mungu kwa matendo yako. Asante Mungu kwa ukuu wako. Tunasema ni asante kwa mtumishi wako. Tunasema ni asante kwa mtumishi wako. Bwana, tunaomba Bwana neema zaidi juu yake. Tunaomba neema zaidi juu yake. Katika jina la Yesu Kristo. Kazi aliyofanya, Mungu wa rehema ukapatiane neema zaidi katika maisha yake. Kazi ambayo imefanyika mahali hapa, I want to believe each and every individual aliyekuja mahali hapa amepata kile Mungu alikusudia, ya kwamba kuanzia sasa the breaker ahead, mambo ni tofauti. Kile ambacho kilikuwa kimefungwa, Bwana umefungua katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. As we prepare ourselves, please, this very unique service requires an offering. Prepare the best offering that you can give. Walio upande huu, Asha, chukua hii. Chukua hii, weka upande huo. Wale walio upande huu, Asha aliyo upande huu, weka upande huu. Tunataka tutoe dhabihu zetu on this. Chukua hii, weka upande huo. And I believe hiyo nyingine iwekwa upande huu. Let us give our offerings very fast. The best offering that you can give, weka to that offering box, na itakuwa ni ya baraka. As we come to the close of this particular meeting, I am praying that in Jesus' name, God Almighty will bless each and every one of us. As we come to the close of this meeting, I am believing that God Almighty, you are doing something to each and every individual yekuja kwa mkutano huu. I believe hatutatoka hapa vile tulivyoingia katika jina la Yesu. Amen. 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 Tuwashukuru Mungu kwa mtumishi wa Mungu. Kile ambacho wamefanya, heavens know better. Mungu mwenyewe yajua vizuri. Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. 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 Bwana Yesu atubariki sana. As we come to the close of the meeting, I want to call our bishop to come and take over so that he can wide the meeting with a word of prayer as he concludes and even gives thanks because of the offerings. Quickly come, offer your, make your offering. Harakisha, leta sadaka yako mahali hapa kwa haraka sana, bishop anapojitayarisha kuja, ili tuweze kutoka mahali hapa tukiwa tumebarikiwa. Na wapendwa, tuseme nini kwa mtumishi wa Mungu? Tuseme nini kwa mtumishi wa Mungu? Abarikiwe. Man of God, receive our blessing. God bless you, and we need you another day. Bwana akubariki sana. Tupigie Mungu wetu makofi kwa sababu ya mtumishi huyu wa Mungu. Bwana ampe neema zaidi. Bwana akupe neema zaidi in the name of Jesus. Bwana tubariki sana. Let us welcome our bishop with a good clap as he comes to take over. Na Bwana wetu atubariki na tutendee mema. Wapi hiyo sanitizer? Leta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Bwana sababu ya uvumilivu wenu usiku wa leo. It has been a wonderful night. We are blessed. Amen. Tunatoa sifa na shukrani kwa Bwana Mungu sababu ya kutumia mtumishi wake Reverend Elijah to come and minister to us. We are fully ministered. Now tunajua all about evil foundations. We understand. Na nasema jana, this is a value and a high value. Amen. Knowledge is power. Knowledge is, and now we have the knowledge, meaning have the power. You can act the rest. Kwa sababu umepata diagnosis, unajua shida iko wapi, you can always work it out. Right. Amen.
Thank you very much. Nawashukuru nyote. Amen. Nawashukuru nyote kwa sababu ya kukubali kuja all the way, na we are happy that you are here na tumepata kitu tukiwa pamoja. Amen. Kila mtu akiondoka sasa anaondoka akiwa equipped, and that is great. Reverend Elijah, thank you very much. God bless you. Pastor Catherine, God bless you. We appreciate your service hapa na your team. May God do you good. So whatever he has done so, may he do you well also. May you also remember your ministry. Ikue. Amen. Yeah. Nashukuru Bwana. Kabla tujafunga na maombi, we also want to appreciate also Sky TV. And nauliza Sister Rose to come and say a word. As now we wind up in prayer and say the grace together. Twende nyumbani. Amen. How do you feel? Unasikiaje? Amen. Good. Thank you mwirori wa Sky Cable TV Kenya maria hothe muragitwirorera muri twegoko kundu gwitwo Mwiki Hope Fellowship Center kuma Jiro sorry rohoda gicerire guko andu aitu nikuo tukiri na nikuo tuma kuma thaa 4 nginya thaa ici cirehanda thaa 1:30 na mutungatiri gwitwo Elijah ni akorwo agika maundu mamagegania muno guko na ni njui ni wakorwo kimwirorera na ni ndirona nginya andu mari kuria Boston ni marakiuga Ngai wa muoyo akirathime andu aguko kundu gwitwo Jiro na ni njui Ngai wa muoyo ni akukimwika maundu mega ndrenda owe uragitwirorera ndwingimenyerete kwariria kamera na riu thaa ici ni ndiramuona we riu ndiragikuona na ingikwihoya ucarie page itu ya Sky Cable TV Kenya warikie gukinya kuria tugukwira please na wendi waku na Ngai akorwo agikurathima utu subscribe hai utu subscribe mugitu subscribe muri inyuothe ri mwagituikia mbere. Pastor Elijah kuja kule Sky Cable TV bado tunakugoja huko ili ukaweza. Najua watu wanaangalia na wameona vile Mungu ametenda katika maisha ya wanadamu hapa, na ninajua watu wameanza kusema ni areho Sky Cable TV ke unioranyita haushiki kitu. Wanasema nikupeleke kule kwa Sky Cable TV Kenya. Kwa hivyo mchungaji utaniconnect na mtumishi wa Mungu, na ninajua atakuja kule kwa Sky Cable TV Kenya na ataongelesha watu wote ulimwengu mzima. Naomba vile mko nyinyi wote ukishika simu yako usearch Sky Cable TV na uongezee Kenya, alafu uende kule kwa YouTube usubscribe. Niegetwo Rose Praiser na jugaga I'm God's favorite material. Bye bye. God's favorite material. Amen. I really nataka ku appreciate tena. Amen. I don't have enough words to say thank you. Amen. But I'm very blessed. I'm very happy because of you. Na maombi yangu ni kwa Bwana Mungu awabariki. And I pray may all those evil foundations be broken in the name of Jesus. Hatuwezi kukaa watumwa for years. And now that is why the truth has come. Ili we articulated kabisa tuseme we are no longer slaves, we are free. The Bible declares you shall know the truth and the truth will set you free. Let us go free in Jesus name. Amen. Bwana katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako mkuu. Umetuweka mahala hapa, utupatie shauri lako ewe Bwana. Tunapoondoka tunaondoka watu walioelimishwa Mungu, ili tuyafanye mapenzi yako. Tuweze kuclaim sehemu yetu katika maisha haya. Tuweze kukutendea kazi watu walio huru kutokana kwa misingi yote miovu. Tukaweza kuishi maisha yaliyo na baraka, maisha yaliyo na amani na furaha tunapokutumikia wewe Mungu wetu. Tumejua kwamba wengine wanatamani lugha ya kukanywa na lugha ya nguvu. Tutaitumia kwa sababu umetupatia, tuwatikie njia zetu na iwe sawa sawa ewe Bwana. Ninaachilia watu wako kwa baraka. Wanapoondoka mahala hapa, uenende pamoja na wao Mungu. Ulinzi wako uwe pamoja na wao. Mitego yote ya adui uwapitishe. Mikosi yote uwapitishe ewe Bwana. Watafika nyumbani kwa ukuu wa Mungu na wataimba sifa na utukufu kwa ajili yako, kwa ajili ya ulinzi wako ewe Bwana. Asante kwa kila mmoja wao. Ndio kwa mkubwa Bwana, wote ni kazi ya mikono yako. Bwana watendee vyema katika jina la Yesu. Tukiwa hapa tuweze kusahau na huduma ya Anka
Bwana wakumbuke na ukawabariki ewe mfalme. Wainulie wema wako ewe mfalme wa Bwana. Bendera yako juu ya maisha yao. Kazi wanaofanya ifanya ukaibariki. Bariki maisha yao ewe Mungu. Na kibali chako kikazidi kuwa juu ya maisha yao kwa utukufu wa jina lako ewe Bwana. Asante Mungu mkarimu na Mungu mkuu. Tunakushukuru kwa sababu ya Sky TV. Tuwe Bwana wakumbuke na pia ukawabariki. Wanapoeneza injili yako Mungu, naomba pia ukawapatie kibali kutokana kwako. Na sote tujiweka kwako tukiwa na imani ya kwamba mambo yetu iko sawa kwa sababu wewe Kristo kuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. And may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.